Habari Mtanzania. Leo nakuletea tena jarida maridhawa juu ya biashara ya ngono, biashara ya mili ya dada zetu hapa nchini Tanzania, kwa kiasi gani jinsi ilivyokithiri na kuchukua nafasi kubwa sana katika makazi ya watu. Ukienda Mwanza kuna sehemu inaitwa Soko la Vitunguu. Ukienda Morogoro utawakuta, Iringa, Mbeya, Njombe na kwingine kokote. Lakini Dar es Salaam kuna Sinza, kuna Buguruni, kuna Kinondoni, kuna Ohio na mitaa mingineyo ambayo biashara hii inafanyika. Leo nimeamua kukuletea jarida hili uweze kujionea mwenyewe. Naitwa McDonald Molel Mase, ni kusimulia na kuandalia jarida hili kwa mapana na kwa undani zaidi uweze kuliona. Nikupeleke mtaani kule ambako nimefanya utafiti kwa muda wa siku 7 na kujionea mwenyewe. Hebu tizama. Shilingi kwanza. Fasta shilingi. Shilingi shukrani. Shilingi. Tafurahisha vizuri jamani. Shilingi. Kulala? Siwezi kulala, hawezi kupata mwanamke kulala sasa hivi. Ukitaka kulala shilingi ngapi? Yaani kama mimi nataka kukulipa kulala hata kama ni shilingi. Laki moja. Ni sembe? Hapa tu basi. Kwa mwanzo hivi unazozunguka kukamata hivi mshije mimi naogopa. Hapo sasa hivi. Hatuwezi kwenda sehemu tofauti na hapa. Yaani hapa hawaji sasa hivi, wanakuja mida ya saa 8. Saa 8 usiku? Saa 8 usiku ndo wanapokuja. Yaani sasa hivi hata uweze yaani hawa. Subiri, naomba nipaki gari pale mbele alafu niishi. Sawa? Sasa si tuende, si wewe anakupakia gari jamani. Sasa vitu vyangu vingi kwenye gari. Shija. Una nia wewe. Sio basi na nia, mimi nia ninayo. Kisa naogopa mazingira haya. Sawa, nataka twende pale sasa. Sehemu gani? Kana nitakuonyesha. Basi tutangulia. Bali kule afu nitembee kwa miguu jamani. Mbali sehemu gani? Si mapambano pale. Nenda mapambano sasa hivi. Hiyo sehemu ni nini? Kwa babu au ni kwa babu? Baada ya kutizama hilo sasa, umejionea mwenyewe jinsi ambavyo dada zetu wanahangaika. Sio shilingi 5,000, sio shilingi 10,000. Kwao ni mali. Ulikuwa ni usiku wenye gharama, usiku wenye majaribu. Wapo ulioning'ang'ania nikalale nao. Lakini lengo langu mimi lilikuwa ni utafiti kwa ajili ya kuweza kufundisha na kuelimisha wewe Mtanzania. Utizame mwanao anayesoma katika jiji la Dar es Salaam. Wengi wanaofanya biashara hii wapo watoto wa vyuo, wapo wake za watu. Kwa maneno yao na midomo yao wanakiri kwamba waume zao wamekuwa ni watu wa safari za muda mrefu. Watoto shule watakwambia wao ni kwa sababu ya ugumu wa maisha ya shule. Lakini kila mmoja anayozungumza. Kuna wengine ambao wanamiliki familia. Watakwambia ugumu wa kuendesha familia pamoja na kusomesha watoto inawalazimu kufanya hivyo. Hii ndio hali halisi. Unajua kama mzazi, kama baba au mama au mlezi, ukienda huko nilikokwenda mimi na kufanya utafiti huu, unaweza kulia machozi, unaweza ukasononeka maisha yako yote. Kwa nini biashara hii ifanyike hadharani katika makazi ya watu, katika maeneo ambapo watu wanaishi? Na si kwamba wanafanya kwa kificho, ni hadharani. Serikali inaona pia, taifa linatizama hili.
kuna nini katika mazingira haya? Nini hatima haya yote? Nini maisha yao baada ya maisha haya ya biashara za ngono? Lakini yote katika yote, pamoja na kutafuta pesa, wao wenyewe wanakiri kwamba wanakutana na wanaume wengine ambao ni makatili, na wapiga na wabaka na kunyang'anya pesa zingine ambazo wametafuta kwa usiku mzima kwa wanaume tofauti. Wapo waliodiriki kulala na wanaume zaidi ya 10 kwa usiku mmoja. Yote ni maisha. Jarida Maridhawa siku ya leo linakuletea haya. Katika kutafuta hili, nikakutana na binti Zuena. Binti huyu amezaliwa mwaka 1982. Hamjui babake mzazi kwa sababu mama yake alikuwa akifanya biashara hii toka anamzaa. Hata mama mwenyewe hamfahamu baba wa mtoto huyu aliyezaliwa mwaka 1982. Kwa bahati mbaya, alipofikisha umri wa miaka 16, mama akaanza kumfundisha binti huyu kufanya biashara hii ya ngono. Mwaka 2001 binti huyu akapata ugonjwa wa ukimwi au upungufu wa kinga mwilini, na sasa anaishi kwa matumaini kwa kutumia vidonge, lakini hajaacha biashara yake. Mwili wake uko dhaifu. Sio peke yake, hata mama yake mzazi pia ameathirika na ugonjwa wa ukimwi. Binti huyu anakiri mwenyewe kabisa kwamba wateja wake wakubwa ni waume za watu na vijana ambao wanaonekana aidha hawajaingia kwenye ndoa na wengine walioko ndani ya ndoa. Haya ndiyo mazingira ya biashara ya ngono katika taifa letu la Tanzania. Chungaji, viongozi wa serikali mmenyamaza kimya, taifa likiangamia. Zuena, karibu sana. Asante. Taifa la Tanzania linategemea vijana kama ni wewe. Ukiwa na umri wa miaka 16, mama yako alikufanyisha biashara ya ngono. Ndio. Na baadaye kuja kuangalia na afya yako kwa kutomeathirika. Hebu tusimulie ilikuwaje? Tokea mama ananizaa mimi, mama alikuwa hana mwanaume kamili. Kwa hata hii mimba alipata katika biashara zake. Kwa alikuwa hamjui baba yangu ni nani. Kwa hiyo tumekuwa yeye anaenda, nimefikisha umri wa miaka 16 akaniambia sio tunaongozana kwa sababu saa nyingine anaweza kaenda yeye apati anarudi. Kwa hiyo akirudi nyumbani hana kitu, na mimi tunajua namtegemea afu nasoma ila shule unakuta sina. Akaniambia kwa hiyo na mimi niende. Kwa hiyo tukienda mimi na yeye, kabla jana mbali, siku ya kwanza ilikuwaje alipokuambia uende na wakati wewe ulikuwa umeshawajua wanaume tayari? Nilikuwa bado sijawajua. Na ilinipa shida kidogo. Kwa sababu kwanza nilikuwa naogopa, ila mama alikuwa analazimisha nenda kwa sababu si anakupa hela nyingi, afu wanaume wengi unajua anapenda watoto. Ikawaje? Akaja baba mmoja, nikaondoka naye. Kutokana na mimi nilikuwa sijazoea kufanya na nilikuwa sijawahi kufanya. Kwa hiyo kitendo kile cha kulala na ule baba kilinipa wakati mgumu kwa sababu nilikuwa sijawahi kulala na mwanaume tokea nimezaliwa. Nikalala naye mpaka asubuhi. Kuvukucha asubuhi akanipa hela yangu. Mimi nikawa kutembea siwezi. Akanipeleka na gari, akampigia mama simu, mama kaja na bajaji akanichukua akanipeleka nyumbani. Alikupatia shilingi ngapi kwa usiku mzima? Alipatia 50,000. Wewe toka umezaliwa ulikuwa umewahi kukamata shilingi 50,000? Hapana. Sasa mlipokuwa kule chumbani na huyo baba, kwa kumtizama alikuwa ni kwamba inawezekana alikuwa ameoa, alikuwa mtu ambaye hajaoa? Ni mtu ambaye ameoa. Ulijuaje kwamba ameoa? Aliniambia kwamba ameoa. Mwanamke na watoto 3. Mlitumia kinga?
Alikataa. Kwa nini? Alisema kwamba hawezi kutumia kinga. Akitumia kinga hajisikii. Wewe ulishindwa kupiga kelele kupata msaada au kwa sababu tu ya maisha? Ningeweza, ila kwa sababu nyumbani mama kashanikabidhi kwa yule na anajua nitarudi na hela, yule angeniacha pale afu mimi ningerudi vipi nyumbani? Kwa hiyo ikabidi nivumilie. Mtanzania, ule usemi wa kwamba punda afe mzigo ufike unadhihirika kwa binti Zuena alivyolala na huyo baba. Anakiri kwa kauli yake mwenyewe kwamba kwa sababu mama alimwambia anapaswa kurudi na pesa aliyokubaliana na yule bwana, hakuwa na jinsi na ilikuwa ni mara yake ya kwanza kukutana na mwanaume. Zuena, pole sana. Asante. Ilikuwaje sasa baada ya kurudi nyumbani na unasema kwamba hukuweza kutembea? Niliporudi nyumbani mama alikuwa ananikanda na maji. Nikaja nikakaa sawa. Akaniambia sasa hivi ushazoea, sasa uoge utoe. Utakuwa unaenda, kuna mabinti wa jirani nao walikuwa wanaenda. Kwa siku nyingine mama akawaende ananipa ile mabinti naenda nao. Na wateja wako wewe wakubwa walikuwa ni watu gani? Wengi wateja wengi ni waume za watu na vijana sana, vijana wa chua. Kwa hiyo wakati ukiwachukua wale mabinti na kuondoka nao sasa kwenda nao huko ilikuwa kwaje? Wale kwa sababu ni wazoefu. Kwa ukienda nao akija mtu labda wale kwa sababu washazoeleka sana, ambia namtaka huyo mtoto, kwa nini ananiambia ondoka naye. Kwa bei gani sasa? Wanakubaliana nao, wengine hata 20 mpaka asubuhi. Na ile mnaita express short time unafanyaje? Short time ile saa nyingine labda mtu inategemea na mazingira mliokuwepo. Mfano kama mazingira ya Buguruni huwa wanaingia tu sehemu chochoroni na mazana naye anakupa labda 5,000, 7,000. Then ukimaliza hapo unaweza kuja kukutana na wanaume wengine nakwambia nataka tulale. Ile sasa ndio unaenda kulala naye. Unachukua hela yako. Na muda ambao nyewe mko tayari kwenda kulala sasa ni saa ngapi? Hata saa 2 mtu akija za usiku unaweza kwenda kulala au mpaka kidogo biashara ichanganyie ya short time? Inategemea. Kwa sababu huwezi kusema kwamba unaweza kwenda kulala tu saa 2 au saa ngapi, inategemea na mtu mwenyewe. Endapo kukutana na mtu akikupa hela ukaiona inakutosha, unaweza kwenda kulala, achana na mambo ya short time. Hela kueleka ni hela gani? Hebu tuseme kwanza mtu mwingine anaweza kaja kwamba labda nakupa 100,000 nataka tuondoke. Kwa hiyo unaangalia ile short time, kwa sababu short time unakuta umetembea na wanaume zaidi hata 5. Alafu unakuja unaenda kulala tena na mtu mwingine tena. Asubuhi unakuwa unachoka. Sasa Zuena, unakuwa unalala na mtu, kwa mfano hiyo short time umekwenda na watu 5, baadaye unakwenda kulala na mtu mwingine. Panakuwa mapenzi ya kweli kwamba kweli au ni kwa sababu tu? Hata huyo kusema kwamba short time, hata kama kusema huyo hamna mapenzi. Kifupi pale ni shida tu, kwa sababu hamna penzi. Mtu anaweza kukwambia penzi uchochoroni fasta sio penzi. Penzi unajua nataka maandalizi, lakini shida tu kwa sababu ya shida mtu unafanya kwa sababu ya maisha. Yaani unajilazimisha. Siku zile usiku uliniambia twende kwa babu. Kwa babu kule mnamlipa shilingi ngapi? 3,000. Sasa kwa hiyo Zuena, wewe sasa hivi ni mzoefu kwenye biashara hii. Imekupa manufaa gani biashara? Faida gani ambayo umepata mpaka sasa hivi kutokana na pesa unayopata? Hamna faida. Hamna faida kwa sababu ukiangalia kama hivyo maisha inafika, unajua wanawake saa nyingine unaingia mwezini. Unakuwa unaingia kwenye kipindi kigumu kwa sababu si unajua unakuwa huna mwanaume wa kusema mwanaume ukiwa na shida hii nini na nini. Anakuwa unakuwa unaishi katika wakati mgumu kidogo. Mpaka utapomaliza tena uendelee na mambo mengine. Wewe ni mgonjwa, unatumia vidonge vya kuongeza
kubaza vile virusi vya ukimwi ARV. Ni kwa muda gani sasa? Ni toka hiyo 2001 uliosema mwanzoni? Nilikuwa situmii vidonge. Ila baada ya kuona afya kama inaanza kudorota, ndio mama kanipeleka alipokuwa anachukulia yeye, kwa sababu mama mwenyewe. Mama naye ni mwathirika pia. Sasa kwa nini baada ya wewe kugundua kwamba umeathirika, kwa nini usingeliacha kuendelea na biashara hii? Uone kwamba ndio unajiumiza zaidi au watu hospitalini wamshauriwa mama pia? Hospitalini unashauriwa usifanye mapenzi. Ila sasa kumbuka kama nilikwambia, sifanye kwa kupenda, ni maisha. Nyumba mnaoishi wewe na mama yako mmepanga au ni nyumba yenu mwenyewe? Sio nyumba yetu, tumepanga. Familia yenu ni ya watu wangapi? Watoto 7. Wote mnaishi nyumba moja? Hapana. Jamii nyingine nafahamu kwamba wewe na mama yako mnafanya biashara ya ngono pale nyumbani. Wengine wanafahamu. Jamii nawachukuliaje na ninyi mnaishije kwa mazingira hayo? Na jamii nyingine pia nafahamu ninyi mmeathirika kwa ugonjwa wa ukimwi na mama yako pia kutokana na biashara ya ngono? Hapana. Jamii nawachukuliaje sasa? Hiyo jamii ambayo inawafahamu kwamba ninyi mnafanya biashara ya ngono? Ujue mtu anaweza kawa anafahamu lakini asifahamu vizuri sana, kwa sababu mtu unaweza kutoka, labda ninatoka, unajua labda mtu unaenda kunywa vipi, mtu hawezi kuelewa kivile sana. Labda wasichana nikwambia mama alikuwa ananipaga niende nao, labda kwa sababu unajiingiza kwenye yale makundi. Ndio hayo. Na mama alikuwa na rafiki zake ambao anatembea nao wameathirika, wengine wamekufa. Ndio labda wale kwa watu waliokuwa wanakaa wale, kwa sababu unajua anakaa sehemu anadisiana. Wewe siku ya kwanza ulipogundua kwamba umeathirika, ulifanyaje? Sikutaka kuamini. Iliniuma kwa kuona tayari nishapoteza mwelekeo. Lakini nilipoenda kupima, unashauriwa tu ujione katika hali ya kawaida. Kwa hiyo sasa hivi nishachukulia kama kawaida tu. Okay. Kuna watu ambao wanafanya nao biashara hiyo, wanakuja kununua wewe. Na asilimia kubwa wamesema kwamba ni waume za watu. Huwa nawaambia kwamba wewe umeathirika au unaogopa kuambia kwamba umeathirika, watakataa kulala na wewe? Na kama wewe wanaume wa watu wengi hawapendi kutembea na mtu na kondom. Unaweza mtu na kinga. Unaweza mtu simwambie kwamba hujaathirika, lakini ukamwambia bwana tumia kinga. Anakwambia kwa mtoto mzuri kama yeye siwezi kutumia kinga. Kwa hiyo inakuwa haina jinsi. Uone nadhani kinachosababisha wateja wenu wengi wakawa ni waume za watu nini? Wengi wanalalamika kwamba wanawake zao wanaongea sana, wanawake wengine wanakuwa na nyuma waume zao penzi. Kwa hiyo mtu anapotoka kazini anapita huko, akifika nyumbani analala. Kwa kweli anamaliza shida kabisa, na kiondoka anaondoka ameridhika. Anaondoka ndio ameridhika. Inakuwaje mnaweza kuwa na wateja wengi waume za watu na kusababisha wakati mwingine wanaume hao wenye ndoa kuacha ndoa zao na kuja kuwatafuta nini? Mnafanya nini sana? Hamna kinachofanyika. Kawaida tu. Sema labda kauli nzuri, unajua. Mtu unapoongea naye vizuri kwa upole. Lugha ya upole inaweza kusababisha mtu kuhama familia. Zuena. Inawezekana. Okay. Unaweza kuwa na makadirio au hata kama ni ya chini au ya juu, ni wanaume wangapi ambao umetembea nao? Siwezi kuwa na makadirio. Lakini kwa haraka kwa kubashiri tu 1000, 5000, 100. Ni wengi. Kwa siku natembea na wanaume wangapi? Katika siku 7 kwa siku moja. Siku moja kama nilivyokuambia inategemea. Anaweza kaja mtu ambaye mimi sitaki uwe hapa, tuondoke. Unaondoka unaenda kulala naye. Siku nyingine uko hapo ndo siku nyingine hata wanaume hata 8. Sana au faster. Kwa nini? Kwa sababu wale si dakika 2 pale hapo
unarudi ili unapeleka yako unarudi. Tofauti na ule kuondoka naye, si unajua naye usiku mzima. Saa nyingine mtu unaweza pala naye usiku mzima, labda mmekubaliana kiasi fulani, anamkasubiri labda anakupa hela ndogo, anakuambia sijui nini, sijui nini, sijui ATM, sijui nini, sijui nini nitakutumia, sijui nini, unajua. Kwa hiyo bora ni yule anayekupa kabisa, anaendelea mbele. Lakini tumesikia kwamba kuna wengine ambao mnawachanja na nyembe, tisha visu na nini, wanatoa hizo hela. Wewe ufanya mambo? Inategemea, kwa sababu hamna hata kama mtu wetu kupita barabarani mtu akakufanyia ukorofi bila wewe kujua. Labda hela akakataa kutoa hela. Sasa turudi katika swala zima la lishe. Unaishije kwenye kuendesha maisha yako wewe? Au ndio hiyo unategemea pesa? Kwa sababu na siku zingine katika siku 28 na siku zingine dada zetu mnakuwa mnaumwa. Zile siku 4 au 5 hivi. Zile siku 5 unaishije? Tunasaidiana. Saa nyingine mtu mwingine anaweza kawa na hela akakwambia bwana chukua hii mimi naenda. Yaani tunasema tunasaidiana, tunalindana. Mmewahi kushare wewe na mama yako bwana? Ndio. Mara ngapi? Mara nyingi tu, kwa sababu wengine walikuwa wanamkataa mama, anamwambia wewe ushakuwa kidogo mtu mzima, tunamtaka mtoto damu changa. Ikitokea hivyo mama yako akuchukie? Hawezi kunichukia kwa sababu sipo kibiashara, ananipata hela sina yeye anatumia, kwa sababu huyo mwanaume unakuta yeye hamtaki. Anamtaka mimi. Kwa hiyo hataki chukie, inakuwa haisaidii. Na mnatumia nyumba moja na kitanda kimoja? Ndio. Kwa hiyo ukiwa na mwanaume ndani, mama inabidi asubiri nje. Wengi si hatuji nao nyumbani. Na hakuna siku ambayo mmejikuta mmelala chumba kimoja, kitanda kimoja, watu wanne, wewe na mpenzi wako na mama na mpenzi wako? Inatokea. Wewe inakuwaje? Hebu tusimulie kidogo. Si kila mtu anakuwa na mambo yake, pengine labda mama atalala kitandani, sisi tutaika godoro lingine chini tutalala. Wewe hujawahi kumwibia mwanaume? Kumwibia mwanaume sijawahi. Ila kumwibia sijawahi. Kwa sababu wengi ni wastaarabu. Kwa mtu unapokuwa na kistaarabu inabidi mnaachana kistaarabu ili hata siku nyingine akutafute, kwa sababu si unajua anakujua unakaa labda kijiwe fulani, kwa hiyo atakutafuta. Na kutafuta inakuwa inakuletea shida kidogo, kwa sababu matatizo tayari kwa kutafutia matatizo. Na sehemu nyingi tunaambiwa kwamba ninyi mnakwenda kwa ajili ya kuweza kuonekana na bidhaa mpya, na mnadanganya wakati mwingine kwamba ninyi ni watoto wa chuo. Kwani mmegundua kwamba wanaume wanapenda mabinti wa chuo, sio mabinti tu walioko mtaani? Mpaka muweze kusema kwamba mimi nasoma chuo fulani. Na ni kwa nini mnafanya hivyo? Sio mnadanganya. Wengi wa wanafunzi kweli. So kwao ni wanafunzi, wengi ni wanafunzi wa vyuo. Wengi ni wanafunzi wa vyuo. Mkikaa nao kwa nini wanasema kwamba wanaingia kwenye biashara hii na kati ni wasomi wa vyuo vikuu? Mama kwambia mama zao saingine, mama zao maisha wengine tunajua nasomeshwa na wajomba nini, mama zao maisha magumu. Kwa hiyo huwezi kumpigia mama kwa mfano mtoto wa kike inabidi upendeze nini. Mama hizi akakusaidia vitu vyote, inabidi na wewe. Chuo si unajua mambo ya chuo, ukabadilisha hiki, ukabadilisha hichi, anafanya kama anapishana. Sasa mtu kama unakuwa huna, unaonekana kaa mazingira fulani. Kwa hiyo inabidi naye anataka na yeye wenzake kaenda kantini kula chips na yale chips. Wenzake akibadilisha labda bisketi nini zimetoka, labda blouse zimetoka sijui design hii, na yeye awepo nacho. Ukiangalia hana kazi yote ya kufanya, anasoma. Kwa ndio maana naamua kujifunza. Ni kazi ngumu sana. Sasa kwa mfano wewe Zuena, sasa hivi wewe kama wewe unaweza mwanzoni wewe ni mwathirika. Na mama sasa hivi ndoa yake sio nzuri huko kijijini. Na wewe bado biashara hiyo unaendelea kuifanya. Na serikali inaendelea kuwakamata. Unadhani zoezi hili kizuiliwa utafanya nini sasa? Na biashara hiyo ushazoea ndio inabadilisha maisha yako. Yote tena tunamwachia Mungu.
wengi walio katika biashara hii ya ngono ni watoto wa vyuo, waume za watu, na vijana wakati mwingine ambao wanataka kuelekea kuingia katika ndoa. Unadhani kwa nini wateja wako wengi ni hao? Na nakumbuka wale ulisema ni kwa sababu ya umri na kupenda mabinti wadogo na vitu kama hivyo. Hebu tupe picha kamili sasa ya hao watu wako kwenye ndoa na rai yako kwenye jamii pia inayokutazama kwa sasa hivi. Kusema kweli, wanaume wengi ujue ndoa nyingi sasa hivi nahisi zitakuwa wanaume wameathirika na wanawapelekea kwao magonjwa bila wake zao kujua, kwa sababu unapomwambia mtu avae kinga anakataa. Na anapokataa na ana hela, na wewe shida yako ni hela, huwezi kumlazimisha mtu. Inabidi ufanye kama yeye anavyotaka. Unafanya kama yeye anavyotaka, anakuwa tayari na kashambukiza. Ina maana yake wameambukizwa wengi sana kwenye ndoa. Sasa kama wameambukizwa wengi kwenye ndoa, kwa sababu unakuta mtu mwingine saa nyingine mnatoa mimba. Binafsi nimetoa mimba zaidi ya 18. Umetoa mimba zaidi ya 18? Kwa sababu uwezi ukamwambia mwanaume anakukuta katika mazingira yako ukamwambia hii mimba ni yako. Anakuwa kuelewi kidogo. Kwa hiyo inabidi unapata, unaenda, unatoa, unatoa. Nishukuru sana Zuena. Haya. Tanzania, Zuena sio jina lake halisi. Zuena ni jina ambalo nimeamua kulitumia kama kitambulisho kwenye kipindi tu. Kwa hiyo mgeni wangu atambulike kwamba sio Zuena. Jina la Zuena sio jina lake. Naitwa McDonald Molel Mase. Asante kwa kutizama Jarida la Ridhaa.